Alhamis maridadi kabisa, Alhamis ambayo tunaingia ndani ya kambi ya ushindi. Ni Alhamis ya kuhakikisha kwamba unachukua control ya ile beti ya kwako ambao unawekeza pale ndani ya Mosbet. Mosbet tunakukaribisha moja kwa moja ndani ya kambi ya ushindi siku hii ya leo. Mimi niite nguvu mpya Kaka Zema, na kawaida niko na mweledi tataya bana Vincent Voyo. Hakika napendeza. How are you doing? Mimi niko vizuri, karibu sana baba. Uko sawa, timu zako zinashinda? Niko vizuri, timu zangu zinapata ushindi, lakini bet kidogo nyingine zinapiga fiongo, lakini si neno. Lakini kikubwa kabisa, kuna mengi ambayo tunafaa kuyazungumzia siku hii ya leo. Unapozungumzia masala ya soka kwa sana tu, tumeona timu mbili za Kenya kwenye michuano ya pande za majuu. Zungumzia CAF pamoja Champions League na vile vile CAF Confederations Cup. Hapa nazungumzia Kenya Police FC pamoja na Nai Boys, ambao baada ya mechi zao za duru ya pili hawakuonyesha matokeo mazuri, licha kwamba wamesonga mbele. Labda tukianza na Nai Boys kwanza, labda tatizo lilikuwa wapi? Ndio wamesonga mbele, lakini si vile ambavyo mashabiki walitarajia sana. Kwa Nai Boys siwezi kuwalaumu sana kwa sababu ni timu ambayo imetoka daraja la chini na imeshinda hiyo tiketi ya kuwakilisha nchi katika hayo mashindano kutoka daraja la chini. Kwa hivyo kwa jinsi ambavyo wamecheza ugenini na vile ambavyo wamecheza nyumbani, Nai Boys unaweza kuwapongeza kwa sababu ni mara yao kwanza kwenye hiyo competition. Na ukiangalia pia vijana wengi si kwamba wana tajriba sana, ni wachache tu ambao kocha Nicholas Muyoti ameungaunga kwa ajili ya kuwapatia nguvu. Kwa hivyo Nai Boys so far so good kwao. Nairobi United of course sasa mbele ndio kugumu baada ya kushinda Neka ya Uganda. Watakwenda kupatana na Etoile du Sahel ya Tunisia, na mechi ya kwanza wanaanzia nyumbani Nairobi. Mechi ya duru ya pili wanakwenda kwa Mwarabu Tunisia. Wanakutana na timu ya Etoile du Sahel, hapo ndo nyumbani kwa Alphonse Omija. Of course Alphonse Omija atakuwa narudi nyumbani na atakuwa na jambo la kuonesha kwa nini timu ya Mwarabu du Sahel inamwaga hela kwa ajili ya kumtoa pale katika klabu ya Gor Mahia. And of course timu za Afrika Kaskazini, Esperance, Tunis, Al Ahly, Zamalek, nafikiri wamecheza sana katika hao mashindano ya CAF na wanajua ina maana gani. Kwa hivyo kwa Nai Boys kuweza kupata ushindi na kufuzu kwa hatua ya makundi itakuwa na jambo kubwa, na nafikiri kwamba wanahitaji uwekezaji mkubwa, wanahitaji yani kufanya mazoezi ya ziada na wanahitaji ile tunasema calculation. Mara nyingi timu zetu zinacheza vibaya wakati ambapo wanacheza nyumbani. Angalia Polisi wakati ambapo wanacheza nyumbani wamepigwa na Msomali. Angalia Nai Boys wakati ambapo wanacheza nyumbani wana draw 1-1 na Neka ya Uganda. Kitu kikubwa timu huwa yani zimekaribia pale, lakini hazijui technically wanastahili kufanya nini wakati ambapo wanataka kuvuka daraja na kwenda kwenye group stage. Na hapo ndio inamaanisha kwamba bado kuna vitu vingi ambavyo vinafaa kufanywa, hususan unapozungumzia timu ambazo zinawakilisha Kenya kimataifa. Ukiangalia kama ulivyozungumza, Police FC wakapigwa magoli 2-0, na ndio wamesonga mbele, lakini wanakutana na Al Hilal kutoka Sudan, kitu ambacho pia bado naweza ngasema ni Mwarabu mwingine. Kwa Polisi wanaweza kuwa na wako na age katika hii competition kwa sababu hawajapewa Zamalek, hawajapewa Esperance, hawajapewa Mamelodi Sundowns, hawajapewa Simba, hawajapewa Yanga. Kwa hivyo wanapewa timu ambayo unaweza kusema kwamba iko level yao. Although Al Hilal hii ya Sudan wamekuwa pia kwenye hii competition ya CAF Champions League, so wanajua pia manake. At the end of the day ni kocha atafanyaje kuweza kuhakikisha kwamba wakati ambapo Polisi wanaanzia nyumbani katika uga wa Nyayo wanafanyaje kuweza kupata matokeo. Na hii inakuja pia psychologically, wachezaji wetu mindset yao iko vipi? Je, ni watu ambao kuna ule uchu wa kuweza kucheza katika hiyo level? Inategemea. Vyo tukisimama hapa kwa Polisi, baadhi ya mashabiki wanasema kwamba mwalimu Etienne Derajiga alikuwa anajaribu yani ni kama bado hajapata first 11 yake, bado hajapata kitu ambacho anafaa kuweza kuonyesha kama mwalimu wa Police FC unapozungumzia mechi za kimataifa. Makosa ambayo aliyafanya kwenye mchezo wao wa majuzi, wakapoteza 2-2. Of course ukiangalia squad iliyocheza mechi ya mkondo wa pili Kaka Zema, utapata kwamba ni squad ambayo haikuhusishwa sana katika mechi ya mkondo wa kwanza. So unaweza kusema mechi ya mkondo wa kwanza ndio walikuwa wamepata kikosi chao cha klabu bingwa barani Afrika, lakini kwa sababu walishajua kwamba tumewapiga Mogadishu magoli 3-1, kazi tumeyamaliza. Tujaribu haki na Sakaria na Geoffrey Onyango, tuwachanganye angalau wapate ile playing time na experience katika CAF Champions League, lakini hiyo kubahatisha haiwezi kuwapatia. Tutaki hivyo bwana. Haiwezi kuwapatia matokeo. Lakini it's early pia kumcount off ama kumcount out katika hii competition. But Al Hilal ni timu kubwa. Haitaki mzaa.
hahitaji ile tunasema lele mama. Kwa hivyo lazima watajua watajipangaje kwenda katika hiyo CAF Champions League. Of course maybe FKF inaweza kuwasaidia iwapunguzie majukumu ya mechi za ligi kuu, ili kwamba wanapokwenda kucheza tarehe 19 nyumbani dhidi ya Al Hilal wawe katika mazingira mazuri ya kuweza kupata matokeo. Mara nyingi unapata kwamba timu inalalamika, sisi tuko kwenye CAF Champions League, tumepangiwa mechi midweek, Jumamosi ama Jumapili tunafaa kucheza na tunacheza kucheza kimataifa, so itakuwa bala. Lakini mindset ndio kitu kikubwa, hata sio mambo ya talent. Okay. Sio mambo ya huyu ni mchezaji mzuri, huyu ametoka Ghana, huyu ametoka Nigeria. Psychology. Kwenye kambi ya ushindi sisi tunawatakia Naibu Boys pamoja na Kenya Police FC kila laheri kwenye michuano ya kimataifa ya CAF. Awali ya yote pia usisahau kwamba unapoweka beti ya kwako, chukua control ya kila kitu ambacho unakifanya, ili usije ukapoteza kile kilio utakacholia. Sisi tutakuwa tusiki hapo, lakini kikubwa rent usitumie. School fees, wewe kama ni admin wa WhatsApp group hapo umeweka kuchukua pesa ya harusi au matanga, hakikisha kwamba unachukua control. Ingia pale kwenye www.mosbets.com uweze kuiweka beti ya kwako. Lakini kikubwa kabisa tukirudi, I say, ni nini kinafanyika pale Old Trafford? Nini tatizo ndani ya Manchester United? Kichwa cha kondoo kilizikwa, nani ataenda kukitoa kichwa cha kondoo kwa Manchester United? Pigwa. Nafikiri wanalipa zile enzi walikuwa wanasumbua timu sana. Enzi za Alex Ferguson 90 plus Fergie time. Ndio sasa wanalipa, ndio unaambiwa pia kwa maandiko malipo ni duniani. Nafikiri timu nyingi ziliteseka sana wakati wa Fergie. Na tangu wakati huo United haijapata kocha faafu, United maybe haijapata wachezaji faafu, na not in terms pia talent, in terms ya wachezaji ambao wanaweza kupatia shughuli. Nafikiri kikubwa watu wamemlaumu kocha Ruben Amorim, na nafikiri wakati kama manager utalaumiwa sana kwa sababu ndio unabeba mzigo. Mara nyingi wachezaji pia wanafanya tu makosa yao wenyewe. Ando Nana, Bayern ndio anafanya makosa, mabiki wanafanya makosa, Bruno Fernandes anapoteza penalty mara kwanza si mara pili. So makosa hayo yote yanakwenda kwa mwalimu Ruben Amorim. Lakini nafikiri katika EPL huwezi kuja na mindset moja kwenye EPL. Lazima ukuwe mtu ambaye una akili pana, unajaribu kuadapt kwa njia tofauti tofauti kuweza kupata matokeo, kwa sababu ligi ya EPL unaambiwa kwamba ni ligi ya ile whiteboard. Yaani watu wanaingia darasani kustadi. Mara nyingi si ati ni swala la mazoezini. Kwa sababu wengi wanasema Pizani anakusoma vizuri sana, Pizani anasoma na kanda za video kadhalika. Na unapata kwamba wakati ambapo United anacheza na timu kubwa unaona kwamba kuna kitu. Lakini wakati ambapo wanacheza timu ndogo unashangaa Lakini kama timu kubwa lazima timu kubwa ipewe red card kama Chelsea walipewa red card. Bila red card kama Arsenal wakati ule bondwa. Arsenal walipewa red card. Lakini at the end of the day wanasema kwamba game ya kwanza United was a better side. Ni vile tu kwamba matokeo hayako upande wao, lakini ukiangalia jinsi ambavyo walicheza walikuwa na mchezo wa kuridhisha. Although kwa mashabiki wengi wanataka, sisi hatutaki mchezo wa kuridhisha. Tunataka piga mtu, twende nyumbani chukua point. Baada ya Brentford kwa Manchester United ni Sunderland, na baada ya Sunderland ni Liverpool, baada ya Liverpool Brighton, baada ya Brighton Nottingham, baada ya Nottingham Tottenham, baada ya Tottenham Everton. Siende sana. Sasa uwezi kuhesabu hivyo. Unahesabu game by game. Kwa sababu hata kabla ya Manchester kupiga Chelsea, hiyo Chelsea pia ilikuwa imewekwa kwenye ratiba. Na unapata United inahitaji nini sasa hivi? Wengi wanasema kocha aende, Bruno asipewe penalty tena, apewe Mbumo ama apewe Sesko. Kikubwa hapa ni kocha anaweza kapewa ushauri na bodi ya United, kina Jim Ratcliffe kuweza kumwambia coach unaweza kubadilisha mfumo. Yeye mwenyewe amesema maybe hata Pop mwenyewe hawezi kumfanya abadilishe mfumo. Na hichi ndio kitu siku mara ya kwanza kinatokea pale katika timu ya United. Unakumbuka enzi ya Van Gaal alikuja na mfumo wake, lakini philosophy yake mwenyewe. Lakini timu katika EPL zina wepesi wa kusoma. Wanakusoma, wanakupigia pale pale. Ukikuja katika enzi ya David Moyes vile vile Rangnick alikuwa anaitwa Ralf Rangnick, alikuja na mfumo wake ukabounce. Maybe kocha ambaye alikuwa anapata kidogo kwa United kuweza kupata mfumo na tradition na Manchester United ilikuwa Ole Gunnar Solskjaer. Kwa sababu yeye mwenyewe pia ni legend wa Manchester United. Alikuwa amepata mfumo na
ana kitu cha kufanya. Na ukiangalia chini ya Ole Gunnar Solskjaer, nafikiri United ilikuwa inafika finals, inafika semi finals, yani walikuwa na jambo lao. Tukitoka hapo kwa Manchester United, pia vinara bingwa mtetezi wa ligi kuu Uingereza Liverpool akabamizwa dakika za lala salama. Tulizungumza katika makala iliyopita hapa kwamba walipata ushindi kwenye mchezo wao uliopita dakika za lala salama, wakapata goli la kusawazisha dakika za lala salama, lakini kile ambacho waliweza kumchinjia mwenzako kisu hicho ni kile kikamchinja Liverpool dhidi ya Crystal Palace. Na hiyo inaweka doubt kwa uwezo wa Liverpool, kwa sababu ndio Crystal Palace ni timu nzuri so far katika EPL, ni timu pekee ambayo haijapoteza mechi hata moja na wanajitolea kuweza kupambana. Ndio Liverpool wamecheza na timu nzuri, lakini unaweza kusema kwamba talent ya Crystal Palace na talent ya Liverpool ukilinganisha na bei ambazo wachezaji wametumia ama gharama ambayo timu imetumia kupata wachezaji, Liverpool iko mbali sana. Akina Vitz wale, akina Ekitike though alikosa kwa sababu ya kadi nyekundu, kina Mo Salah, pesa ambazo wanalipwa, Liverpool iko mbali sana. So utarajii Liverpool ku struggle namna hiyo dhidi ya Crystal Palace. So hii inakueleza pia ligi ya EPL ni ligi ambayo iko na upinzani, lakini cha msingi watu washaanza kujua hii Liverpool si Liverpool ya kuogopwa. Hii Liverpool ni Liverpool, kumbe ni timu ya kawaida. So utapata kwamba Crystal Palace washapiga, Sunderland watakuja na nguvu kama hiyo. Fulham watakuja na nguvu kama hiyo. Ukitaangalia Liverpool jinsi walivyocheza na Burnley walikuwa shawakaba sana Liverpool. Kama sio penalty ya dakika za mwisho wa Mo Salah, nafikiri Liverpool walikwenda kupoteza alama katika hiyo game. Kikubwa ni kwamba mashabiki wa Arsenal waliweza kushangilia sana kusherehekea ushindi huo wa Crystal Palace. Naweza nikasema mara mbili, kwa sababu kidogo walikuwa wamepunguziwa alama. Alafu mchezaji wa zamani wa Arsenal Edin Nketiah ndiye aliweza kudunga msumari wa mwisho, na furaha ikaja zaidi wao wenyewe kuweza kupata ushindi dhidi ya Newcastle United dakika za lala salama, goli lake Gabriel Magalhaes. Of course hiyo sasa ndio timu kupata ubingwa. Ni timu yani unaweza kufight mpaka dakika mwisho. Unapata kwamba Arsenal wako chini ndio goli moja kwa bila. Anaingia Mikel Merino kama super sub, anakuja kupiga goli dakika 84. Anakuja Gabriel anapiga goli na kick ya mwisho ya mchezo. Inakuonesha kwamba timu ina nafasi ya kupigana. Movie mpaka iandike the end. Exactly. Na hivyo ndio mabingwa wanapatikana. Wakati ambapo mechi inakuwa na ugumu, je, kuna mchezaji ambaye anaweza kuinuka ile individual brilliance na kupata matokeo ama kuokoa alama moja ama kupata alama zote tatu? Nafikiri Arsenal anaweza kuwa katika nafasi nzuri. Daraja likabomolewa vile Stamford Bridge kwa na bahati mbaya pale. Niseme ni bahati mbaya. Jambo la kawaida. Bahati mbaya na wamepigwa na Man United. Bahati mbaya na wamepigwa na Bright na wamepigwa na Bayern kwenye UEFA Champions League. Imekuwa ni jambo la kawaida Chelsea kupigwa. Aise, wapate pole. Okay, Chelsea wako katika form. Unajua kuna mtu anaweza kwa barabarani ndudhi anaendesha saizi akisikia hapa akiona hapa anaweza ingia kwa lori bwana. The reality ni Chelsea wako katika form mbovu. Na nini kinafaa kufanyika warejea katika ubora wao Chelsea? Kocha hajapata kikosi chake sahihi, especially katika defense. Chalobah, Badiashile, Malo Gusto, bado kuna vuta ni kuvute katika upangaji wa timu katika kikosi cha Chelsea. Na mwenyewe Enzo Maresca amenukuliwa akisema yeye katika hizo mechi dhidi ya Brighton, dhidi ya Manchester United, kuna vile angefanya maamuzi mazuri kuliko jinsi alivyofanya. Kwa hivyo bado hawajapata muunganiko kamili katika upangaji wa timu yake. Kuna mengi ambayo yatakuwa yanasemwa kwa Chelsea, kwa Arsenal, kwa Liverpool, kwa Manchester United, kwa Manchester City, ambao wao wametulia tu wanachukua alama zao wanavyosonga, lakini kikubwa tunavyokuambia ndani ya kambi ya ushindi, chukua control, uhakikishe kwamba ile pesa ambayo unawekeza nayo ni pesa ambayo haitakuumiza, kwa sababu hapa unaambiwa chukua control na ubet responsible. Hairuhusiwi kwa wale ambao hawajafikisha umri wa miaka 18. Mengi yepo na bado tutakuwa tunazungumzia hapa ndani ya kambi ya ushindi, lakini kwa sasa tuelekee kule mitaani. Captain wetu kwenye kambi ya ushindi ako na wasee kuzungumzia mengi, alafu tukirejea tunakafu. Halo washindi, ni aje? Episode nyingine ndani ya kambi ya ushindi powered by Mostbets. Siku zote ingia hapo Mostbets, wekelea mkeka yako na usiogope siku zote. Na kumbuka, betting responsibly. Sawa, chukua control ya kitu yako, usiwahi bet na pesa ya sadaka, usibet na pesa ya rent, usibet siku yoyote na pesa ya school fees na ama pesa ya chakula. Ukisha budget mambo yako, ile yenye imebaki ndio unaekelea kwa bet yako. Ama ni aje? Nimesikia kwanza ni serial gambler. Mbaya sana. Kuna siku nimebet na pesa ya matanga. Na siku nyingine usiwahi jaribu hiyo kitu tena manze, hiyo sifo. Wewe nini hiyo tumesahau? Pesa ambayo mzazi amekutuma nayo duka. Sawa. Na betting inakubalika only na vijana na wanadada ambao wamehitimu miaka 18. Kama uko na ID peke yake manze, ndio ingia hapo kwa bet. Na leo siku nyingine ya kazi tumekuja hapa ndani ya Ungwaro
na number 46, si ndio? Tuko Hapa hivi 46. BP Grao game inaendelea hapo hivyo polite, na tunataka tujue mtaani kwanza kwa ball ni nini sana sana una feel gava inafaa kufanya ndo ball ya mtaa inuke, ama hata si gava tu peke yake, community kabisa, ni nini inafaa kufanya ball inuke? Kwa kwanza, ground zetu ni mbaya. Ukinyesha kuna jaa maji. Hizi ground zetu tutafuta watengenezeo drainage. Alafu pia kuna timu zingine ziko huku mtaani. Afford kupata hizo transport za county nini. Na tuna ma MCA na ma MP. Tunaomba pia tu support palika hapo watu wapate fedha kwenda magame. Si ndio? Maoni yangu kwanza mimi naweza sema kwanza Grao kuna timu mingi huko nje lakini hazipati pale pa kutrainia. Yaani changamoto kubwa kwanza sana. Sawa. Jisa kuna mtu anataka sasa kutrain na ukakikuja sasa anapata hiyo game iko. So haezi train. Yaani mambo na uwanja. Na kwa hii radius yote hakuna timu, hakuna Grao wengine wenye wanaweza access hata than hii main uwanja yenye kwa hapa hivi. Hii tu. So kukiwa na mechi ni nyinyi mtulie kwanza. Watu wengine wacheze ndio mmalize. Alafu sasa timu yenu ya mtaa hapa ni gani? Mimi timu yangu ya mtaa ni Takadimba. Pia wewe. Na wewe. Gusatoka. Sio FIFA. Sisi tumeisare kidogo itufurahishi. Mbona iwafurahishi? Wamesign ma player wewe, hawajasign ma player wa mtaa. Sasa tunataka Tutaka coaches. Ati Tunataka coaches kama Manchester. Ukiangalia Tuone kama hadi- hii wamefungwa bao 18. Hiyo kitu yetufurahishi. Manchester ama FIFA? FIFA best. best. Kama Manchester. Wanafungwa bao mingi sana. Kwa nini season mpya hawajasign watu wengine? Sasa ni boom Sasa inakula. hiyo ya tunasema dunia. bombe inakula. Bomba inakula. timu ya dunia. Na wanacheza ligi, na wanacheza nini gani? County League. Wanacheza county league. Sasa hiyo ndio sasa FIFA best mkisema kitu kaa hiyo ati wachezaji wamezeeka. Kwani hawa signingi watu wengine wa mpya kila season? Sasa hapo ndo tunataka Mambo tuangalie yao. sana. Tunataka walete vijana wadogo juu. Young blood. Demo wana grow damu inaenda ikiwa baridi. Jana anazalio damu ni moto. Anataka kucheza ball. Na bado yuko miaka karibu 40. Umeweka mnyang'ano hapo. Isai time wewe uende ukija na mdogo apate play. Si hata Roro amezeeka, si hata Roro ako 40 na bado anakagusa. Roro Nyamoni experience inafaa pia ikuwe like the young people na wazee wachanganishwe. Roro pale anacheza. Eh. Cristiano pale anacheza. Ehe. Yeye tuseme anacheza kama legend. Mhm. Umeona? Hawa vijana sasa hivi wanatafuta pale watapata ball, wapate sponsorship. At least hata tuone wakienda, unaona? Tuko wengi. Mafootballer tuko wengi. Wewe ukisema like, umesema kitu kama ati Amorim na nini Manchester. Wewe uone pia ako na plan. Hiyo plan afale tuko uwanja ileti. Mange ileta ile enzi yake. Kwa sasa hii. yake akiwa footballer. Akiwa Sport Lisbon. Kwani hakuwa anacheza fiti akiwa player? Hajashinda Ballon d'Or. Tuseme at least. Wewe niambie kocha mwenye ameshinda Ballon d'Or akiwa player. Akiwa player. Neto nani huo coach wa Real? Zinedine Zidane. Na mwingine. Mimi najua tu huyo. Sasa boy inamaanisha bado kuna makocha wengine wa deadly wenye si hawajashinda Ballon d'Or lakini kina Pochettino hapo hivyo. Ameshinda vikombe ngapi Pochettino? Google mtu wangu uone Pochettino ameshinda vikombe Bado ngapi. Google siku hizi inatudanganya. Haiwezi danganya. Yani ikikosa unaangalia grok na kupiga fact check hapo hivyo polite. Na siri. Si pia siri, uliza siri tu saa hii itakupatia siri, sawa? Kina Ancelotti wameshinda magame ngapi? Kuwasha siri tuulize beti yenu inatuambia nini? Beti yetu ni moja. Manze ukibet, bet responsibly mse. Chukua control. Usibet na rent, usibet na school fees. Kama mako amekutuma duka, usibet na hiyo pesa. Na first of all, una bet na pesa umetumwa nayo duka, uko na miaka ngapi? Kama hauna miaka 18 and above, wachana na betting. We focus na vitabu, jua vile utatafuta hiyo maziwa. Usitumie maziwa ya mtu mwingine kuwekelea bet. Usibet na deni, lipa deni kwanza. Unaweza tolewa meno, sawa? Sindio? Kambi ya ushindi mambo ni kama hiyo siku zote. Live kutoka Kawangware number 46 manze. It's been a pleasure na siku zote. Most bets kambi ya ushindi. Bet responsibly. Usitumie rent. Na huku ni West Side. Sawa? Thank you so much our captain Issa Boke kule mtaani. Bila shaka ni kitu cha maana kabisa, kila mmoja achukue control unapobet. Hakikisha kama unatumia hela ambayo haitaleta balaa kwako hivyo. Unatumia hela ambayo hata ukipoteza hutahisi uchungu. Kuna wanafunzi mahali wanataka kuwekeza na pesa ya school fees ama pesa ya chakula, ama unapata mtu wa chama anaokota pesa pale, anaweka anasema iwe double.
hairuhusiwi. Hii ni kusema Hairuhusiwi. kwamba mtu achukue control. Chukua control kubwa kabisa. Na sasa hivi tuingia kwenye game za weekend EPL. Kuna mechi kubwa. Jumamosi kuna mechi kadhaa ambazo zitakuwa zinapigwa nzuri za ligi kuu nchini Uingereza, lakini watu wanaangalia sana mambo yatakuwaje. Arsenal watapata ushindi mwingine kuweza angalau kuwaombea Liverpool wapoteze, lakini mchezo mnene utakuwa unaangaliwa ni Chelsea dhidi ya Liverpool on Saturday hivyo. Chelsea versus Liverpool. Game ya weekend hiyo. Of course timu zote mbili zinatoka kwenye losses. Chelsea baada ya kupigwa na Brighton, Liverpool baada ya kupigwa na Crystal Palace. I guess mimi ukiniuliza Liverpool wako na nafasi nzuri ya kupata ushindi kwenye hiyo mechi. London Derby, Arsenal dhidi ya West Ham United. Haijawa rahisi sana London Derby. Haijawa rahisi sana. Hapo Arsenal kichwa. Ask me why. West Ham wana chechemea. Wamechukua kocha Nuno Santo, ametoka draw dhidi ya Everton 1-1. Of course anapata kitu. Mwenyewe anasema sasa hivi jukumu ni kurejesha mashabiki kwenye uwanja na kufuatilia timu ya West Ham, lakini Arsenal wanakuja wakiwa na momentum. Wanakuja wakiwa wamepiga Newcastle. Kwa hivyo hapa kazi rahisi sana kwa Arsenal kupata ushindi. Kazi rahisi kwa Arsenal kuweza kupata ushindi London Derby, lakini mara nyingi mimi husema kwamba London Derby haina mwenyewe. Lakini Jumapili pia kuna mechi kubwa kabisa. Brentford hao waliweza kuipiga Man United, lakini mara hii wanaikaribisha Manchester City. Hapo Man City kichwa. I say. Man City kichwa. Brentford kwa Man City, wali kwa kijiko papa. Everton Crystal Palace. Crystal Palace kichwa. Aston Villa Burnley. Aston Villa kichwa. Wolves Brighton. Brighton kichwa. Upo vizuri. Umeamua leo kichwa kila mahali. Kwenye pesa na odds ziko sawa. Ndani ya most bets. Lakini pia ukiangalia kuna mengi ambayo nazungumza Europa League. Kuna mechi za Europa League, ni mechi ambazo zinachezwa Alhamisi ya leo. Kwa hivyo wengi watakuwa chungulia pale kutengeneza mikeka yao. Mbona sijasikia Man U Sunderland? Hapo sasa najua iko wazi hiyo. Sunderland kichwa? Watu weke Man U kichwa. Hiyo ndio game ya hapo Sunderland kichwa. Hiyo ndio game ya kuokoa kazi ya Ruben Amorim. Manake amepewa piga Sunderland. Nataka nikupeleke polepole kwa sababu ndio maana nimekuleta Thursday mapema Europa League. Tuchukue game kadhaa za Europa League. Tuanze hapo na kuna mechi ya Celtic na Braga. Celtic Braga. Hapo ni GG. Fenerbahce Nice over 2.5. AS Roma Lille. AS Roma kichwa. Twende weekend sasa Saturday Premier League. Uingereza. Prediction. Nikupeleke vizuri, prediction kwako. Leeds United Tottenham Hotspur. Tote kichwa. Arsenal West Ham United. Weka nguvu zako zote kwa Arsenal. Manchester United Sunderland. Wekea Manchester United kupata ushindi na magoli mengi. Chelsea Liverpool. Wekea Liverpool kichwa. Okay. Nikupeleke Sunday? Yes. Twende mtaratara. Sunday. Big Sunday. Aston Villa Burnley. Aston Villa kupata ushindi. Everton Crystal Palace. Palace kichwa. Newcastle United Nottingham. Wekea Newcastle kupata ushindi. Wolves Brighton. Brighton kupata ushindi. Brentford Manchester City. Wekea Man City bila kuangalia nyuma. Mimi leo sipeani na kuacha wewe na mashabiki wa kambi ya ushindi. Mashabiki wa Chelsea ama? Mashabiki wa kambi ya ushindi na waachana voyo. Itakavyo kwenda hapa tutarudi, itakuwa inapendeza kabisa, imetupendeza. Lakini kambi ya ushindi, hakikisha kwamba unachukua control ya beti ya kwako. Ingia pale kwenye www.mostbets.com. Tutakuwa tunafanya mengi na makubwa zaidi. Kwa leo, wacha tuitamatishie hapa. Mimi niite nguvu mpya kaka Zema. Amekuwa naye tataya bana Vincent Voyo. Imependeza. Iko vizuri. Umefurahi? Watu wapate kitu. Kabisa. Lakini hapo kwa Manchester United hapo, wekea tu Sunderland kichwa. Wewe kama nani? Wewe kama nani? Kama shabiki wa Sunderland. Friends of Sunderland since 1926. Bye.